taarifa nilichunguza kwa makini. Singine nilikuwa nikisikia kwa sababu nimekaa na hii familia kwa miaka mingi. So haiwezi kupita yote. So naweza kusema tu siku nyingine tukurudia inafaa kwamba tuwe katika lugha, kuna familia wengi ama jamii nyingi ama kabila nyingi ambao wanahitaji kufanya nini? Kusikiza. Asante sana mchungaji, najua mambo yako tumeweza kuyasikiza. Kitu ambacho tunapanga na timu yangu ni kwamba tutakuwa tunakuja hata makanisani ambapo mnahubiri, tunakuwa na kikao na wale watu wako. Hivi kama uko hapo na labda ungependa tuweze kuhudhuria kanisani kwako, maybe for seminars, kama ni shule unataka tukuje, sisi tuko tayari kuja. Lakini siku ya leo najua mchungaji James Ouma ameweza kutuletea neno ambalo najua mchungaji linaandamana na yale mambo ambayo tumekuwa tukiguzia hapa na kundi langu. Hivi ningependa kwa haraka sana tuweze kuingia kwa neno ili tuweze kuendelea mbele. Amen. Naweza kushukuru sana. Kwanza mimi ni msaliwa wa Kenya, originality Kenya. Na sehemu ambayo nimesaliwa sehemu za Western, mahali inaitwa Busia. Right now ukitaka kunipata niliweza kupata sehemu kidogo, sehemu za Rift Valley. Hapo ndio nakaa. Mungu amenijalia ya kwamba niko na watoto 5, wa kike 3, wa kiume 2. Na wajukuu wamefika 10. Naweza kushukuru kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni mtakatifu. Na sidi kunyenyekea chini yake kwa sababu ananitoa sehemu na ananipeleka sehemu. So naweza kusema kwamba masungumuza ambao mlikuwa mkisungumuza siku ya leo muweze kuishikilia kwa sababu pia itawasongeza mbele. Mungu aweze kuachilia kamwe. Amen. So nilikuwa nataka kusungumuzia ile neno nyeti ambao linafanyika katika familia, yanaweza kuleta hata familia pia kukosa kuwa na msimamo mzuri. Na nilikuwa nakiangalia kwanza nilipokuwa mkisungumuza nikarifaa kwa haraka sana katika kitabu cha Mwanzo, na ilikuwa 38. Inasungumuzia juu ya mzee mmoja alikuwa anaitwa Yuda. Yuda mahali pale alikuwa na vijana wakaoa mwanamke aliyokuwa anaitwa Timari. Na mahali pale hao vijana wake wakakuja wakafa. Walipokuwa wamekafa na akamwambia kwamba huyo mdogo atakapokuwa usiolewe, usitoke hapa hadi huyu atakapokuwa. Chenye ilitendeka, huyu kijana alipokuwa, huyo mzee Yuda hakuweza kuachilia huyo mwanamke aweze kuolewa na huyo kijana yake. Chenye ilipotendeka, msichana alipoelewa hiyo jambo, kijana amekuwa mkubwa, na mahali pale penye alifanya alielewa Yuda anaenda kunyoa makondoo zake. Akabadilisha mavazi, akavaa manguo cha kahaba. Mahali pale Yuda alipopita aliweza kusema kwamba huyu ni kahaba, wacha niingie kwake. Huyo bibi ya kijana yake akamwambia, ni utanipatia nini? Utanipatia nini? Akamwachia pete na akamwachia fimbo na akamwachia kamba. So maana yake ilikuwa kwamba mtego. Na mimi naweza kusema kwamba wenye gidhima, wana gidhima, tuweze kuogopa Mungu. Turidhike na ile Mungu